Jomba, karibu sana. Asante kabisa. Pole msiko ya safari. Ni hatari bwana. Furahi kuona aliyekuwa umekuja na neema zako, tayari tumepata baraka mpya, kitu kipya ndani ya nyumba hii. Karibu sana. Nashukuru sana kabisa. Haila mambo. Unakuwa haujacho. Mtu unafanana naye kabisa. Anakufanana wewe mjomba uone. Alafu shehe. Naam. Usoni maajabu kwa mtu analia sana. Mtoto? Mtoto anaitwa Alia. Anaitwa Alia. Mashaallah, mashaallah. Aila na Alia. Tabarakallah. Bibi unafanana. Bibi mzuri, Alafu usoni maajabu kwa mtu analia sana. Naam. Mtu akilia sana. Naam. Inaonekana baada ya miezi mingine atakuwa mpole, maana na wewe nimesumbuka sana. Alikuwa analia sana. Alikuwa analia mpaka mimi nakimbia chumbani na barazani. Mjomba. Kweli? Lakini si kwetu hatuko hivyo. Na mtoto lazima amefuata kuona baba bwana. Atakuwa kama ni baba yake. Mtoto mzuri sana. Mashaallah. Mtoto. Wakwimi nafurahi sana. Ndio. Maana miaka na hamu muone mtoto wangu gisi alivyo. Japokuwa na mchogo wa milima huko. Lakini nafurahi sana kuona kabisa, alhamdulillah. Niko sawa kabisa. Niko sawa kabisa. Na sisi tumefurahi kuona mmefanikisha kuja. Nimekuwa nimeshawakumbuka sana. Na nafurahi. Mngekata basi miezi mingapi mitatu? Hapana. Kweli sasa mjomba. Hapana. Kwa kweli sina la kusema. Ndio. La kusema tu ni furaha moyoni. Furaha mimi na mwanangu kabisa kipenzi, na mjukuu wangu mimi. Ndio dua nilikuwa naomba sana. Allah sinifishi na Allah sinilazi katika turabi. Sijamuona mtoto wa mwanangu tasi kabisa. Yani Allah alipokea dua yangu kabisa. Amin. Hapo pia tuko na habari, labda nisemeneza kwa labda habari mpya katika masikio yako. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. Naam. Yani huyu ndio kushukuriwa kila, yani chochote tutafanya shekhe. Ndio. Mtii wa Allah kwanza mbele. Uzuri sana. Mtii Allah mbele, mtume wake kabisa. Utaona maisha yataenda vizuri. Na wale wanafiki wako, wabaya wako, ndio utawajua shekhe. Akiamu. Na utawajua. Sio ukienda katika sunna. Naam. Ya mtume. Hapa sawa sana. Ukamjua Allah ni nani? Ndio. Sheikh, namaliza kabisa. Hilo halina shaka. Naam. Yeah. Kwanza mimi kama mimi. Nilikuwa kwanza naomba sababu si tushakuwa familia moja already. Naam. Nilikuwa nataka tuendelee kuitunza hii siri ya familia. Naam. Na kuhakikishia kwa kubadilisha kama huyo mimi ni mtoto wangu tena wa damu. Barakallahu fik. Mimi ndo baba yake Alia. Naam. Na ndo mama yake Alia. Naam. Na nilikuwa naomba kama utaweza kuturidhia baada ya 40 inshallah. Tukua nataka tufunge ndoa mimi mwanzo. Takbir! Allahu akbar. Baada ya zikri faraja. Mimi nikisema ya Allah mbariki mwanangu, mjukuu wangu mimi, na wabariki watu wawili hawa, awape nuru katika mwili wao na nuru ya nje. Kabisa. Furaha yangu naona kama moyo wangu leo. Ndio. Acha niishie hapa. Sema kusema maana hiyo siku hiyo Allah atafikisha kwa salama. Amina. Asante. Maana mimi baba mtu mimi sijui siku bilemba kama zitapandishwa ndacheza kabisa, utasema hapo. Naam. Hapa tunakondoa wasiwasi. Naam. Tutazidi kuoa watoto. Naam. Utakapotusumbua utakutaka ushauri. Na ndio cha muhimu Sheikh. Ila hapa na kitu kimoja ambacho nimegundua. Naam. Wewe ni miongoni mwa furaha ya mwenzangu. Naam. Nilikuwa naomba pia kama na wao utojali. Nyumba ni kubwa hapo. Hapa hata vingine vyumba havina watu. Tunatupia mwe viatu. Dadangu sasa sometimes hata nyingine ashaga hewe panya huko. Please, niko naomba tafadhali.
Ya nimegundua kama furaha ya mwenzangu itazidi kuzidi wakati atakuwa anakuona hapa karibu. Alafu toshi pia sisi tunahitaji mtu ambaye atakuwa kama jicho letu, kama mzazi wetu. Tafadhali. Mungu wangu. Yes, Daddy, tika hapa. Wow. Sasa. Mbona sasa mimi kule nyumbani ni mashamba yangu ndugu yangu. Mtoto wetu. Mjomba. Kweli mwanangu. Ni mashamba yani. Yote itasimamiwa wafanye kazi wako. Alafu sitoshe nikuja na hii nguo moja. Hiyo sio tatizo. Hapa ni nyumbani. Alafu sitoshe maduka yapo. Hadi saa 4 usiku maduka hapa kwetu yako wazi. In town sasa ni hatari mpaka 6 usiku 7 ni ziko duka 24/7 ziko wazi. Hata ukitaka kanzu 8 kwa mpigo niambie niko ready nitaleta. Lakini basi niko naomba basi. Naam. Nirudi basi kule nyumbani ili niandae wazee wenzangu. Wazee wenzangu wa msikitini pale. Wazee wenzangu pale kijiweni pale. Unasemaje? Lakini kata mtoto nabaki nako. Huyo arudi utamkutana hapa pia. Huyo. Sio hili. Naomba huyo abaki hapa. Mtoto maana mimi sijui kubeba mtoto kaji. Bebe mtoto. Unaona mtoto? Unaona mtoto? Mbosa kumpiga beze sana mtoto. Ndio sasa ungemwacha huyo mtoto anacheza na mwingine hapa ananyanyua. Yeye anakanyanyua na kazoea kabebe. Alafu stoshi na binamu yake alikuwa amemiss. Muda mrefu hajamuona kabisa. Mjomba wewe rudi, aila mwache hapa nyumbani. Sawa. Tutakuja na mizigo yake, nguo zake, baadhi ya vitu vingine inshallah tutamnunulia hapa. Wewe nenda nyumbani, andaa mambo unataka kuandaa ili upate hisia kurudi. Lakini ndio hivyo mjomba, tumekuelewa. Inshallah utarudi nyumbani, utafanya maandalizi yako, utaandaa kila kitu ashe, lakini sio leo. Mmerudi msafiri, mmechoka, kama ni mbali. Sawa. So inabidi mpumzike, mpumzike hata siku 2-3 alafu ndio ukaandaa ambapo unataka kuandaa. Mwanangu mimi nimechoka sana. Najua. Tako safari kwa sababu najua. Sawa. Wewe kabisa. Unajua si wanaume tukuendekeza hao. Hata tukao. Sasa mimi naomba nikuelekeze. Nielekeze kabisa. Watu tukapumzika afika siku hata story mbili. Nipo uzee wana pole unazeeka. Bado. Kulia huko ndio. Masoda yako tendea kule chumbani. Basi ungeambia tumana na hiyo mbali kama naona kama mate hapa ni maji wa. Na kawaida tu. Nyumba zina ya jana ndio wao bwana. Na Jana umenipigia simu, niko mzunguko yangu huko, unanipigia simu nije haraka. Kuna nini kimetokea hapo? Kuna nini? Kweli mzara mzidi. Ule ngo ni bofu ule kama ni nani? Ule ngo tunamwita bofu ule mume assist. Sawata jina yake. Huyu kama ndo Fateni, kama ndo Fateni. Huyo. Mbavu sana. Natamani ningemdunda ngumi. Amekufanyia nini? Akisema mbembo kama mtu angevunjika hapa. Amekufanyia nini hasa? Naenda, unajua restaurant iko naenda vibaya hizi siku. Najua sana. Nimefika kwa sister kuomba msaada. Alitaka kunipatia. Lakini huyo kaja mbele, akamkataza, kanifukuza, kanishika kama imbwa, kanisopa, yani pale Mungu tu kwa. Yaani nimekushika mama mwenyewe hakujui kabisa. Aliniambia nisiingie nyumba yako tuacha ni soko, sio choo. Kaka unashika najivunia nini? Unasikia shangazi? Yaani pale nisingekuwa na mheshimu dadangu. Ule jamaa, lakini ni mfupi. Ningempasua vibaya sana tena. Usifanye mpaka jamaa nikamfunga. Tunaona watu wenye wana pesa wanajivuna sana. Angekuwa sawa yangu. Nifika hapa ni basi tu tunala kufanya. Yaani ule bwana ufuatie huyu. Mimi siwezi kumvumilia tena. Najuta kwa nini nimejaribu ndoa ya mwanangu. Hapa cha nataka kusema tutafute gesi tumrudishie mahari yake sister kuja. Maana sister anateseka. Nini?
tumrudishie mahari. Hapo kwa mahari ndio sitaki kusikia kabisa, sitaki kabisa. Hizo pesa mimi nazitoa. Tumekuwa pamoja, tumezikula pamoja. Tumekula sisi wote. Bala letu si wote sasa. Tunahitaji kusema eti niuzishe kile ka restaurant. Ka restaurant yenyewe hata 20,000 kupewa. Sister anateseka. Hata imani. Sister anateseka. Yenda mimi. Sijui hata ameenda anapendana aje na wanaume. Si amependa mwenyewe. Mimi ndo nimemsukuma siku. Tunahitaji kutafuta njia turudishe dada. Harusi ilikuwa imefungwa. Si zile pesa ndo tunakuta tunaenda kuokota maiti. Atajijua. Dada siku 3 nitakunywa uji vitani. Hawezi kusema atajijua juu tumeingiza mwiba la pamoja. Sasa mimi hizo pesa mimi nazitoa wapi? Tuelewane. Tunahitaji kutafuta gisi. Ndio nisaidie sasa kutafuta. Wewe ndio mwanaume huko ndani. Hakuna mwanaume huko ndani. Wewe ndio mwanaume huko ndani. Nisaidie shangazi yako na wewe ndio unakutegemea huko kabisa. Wewe ndio Asha cha mjicho. Nisaidie shangazi yako tusaidizane tuzitafute turudishe Maria watu. Kama tutaweza. Na madeni ya vitabu ya masomo sijamaliza hata. Yangine hayo. Afu unaniambia eti turudishe mahali tunazitoa. Tunahitaji kutafuta njia. Tutamwacha dada ateseke. Zangu. Wewe ukauzisha upate hizo milioni 5. Tuone sasa kama hakika nuka huko ndani. Bado na mwaza. Yaani yule jamaa. Hiyo mahari imekuwa gumzo kila saa mahari. Kuyala tuliala sio yote lakini anza kutupita mapua. Ndio maana kwa kweli kuolewa mahari madogo ni vizuri zaidi. Hii kuomba mahali mengi inakuwa kama mtu unajifunga, ndo kama hivi inatokea matatizo mtu unashindwa kujisolve mwenyewe. Inakuwa ni mikokotano. Yaani ule jamaa anatia stress. Hivyo angekubali hizo 300,000 kama za ule bwana. Si kama hapa ningepiga hata gisi yote nikazipata. Nasikia hata nikimwona sasa hivi naweza kumtia mtate mbaya sana. Saka kimwona. Wewe kama mimi mwenyewe siku moja alikuja hapa nitamani nikapone lakini sina uwezo. Asha niomba milioni yake 5. Akienda kunishtaki huko serikalini ndio itakuwa ni kulipa tu vile vile. Tufanye aje na mbili tujikaze hivyo kwa kweli. Tuvumilie yeye, Mungu tutamsaidia avumilie. Tuone itafikia wapi.